Leo ni muda wetu mzuri, tutaenda kujifunza neno la Mungu. Tutaenda kujifunza kuhusu umungu wa Yesu Kristo. Na mbele ya kuanza somo letu, tutaenda kuomba Mungu yeye mwenyewe tuongoze katika neno lake. Tunaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuwa hapa mbele ya macho katika saizi. Yesu, nasema asante kwa maana utungaji mkubwa mwende kutunga tulinda. Na sasa tunataka kutoa neno lako la uzima. Natamani Kristo tuongoza na tulinda katika yote. Acha nguvu za mbingu zifanye kazi, na kila mmoja ataenda kusikia neno hili ipate kuzama ndani ya moyo wake na kuenda kubomoa kila makusudi ya shetani. Katika jina la Yesu Kristo navunja kila nguvu za ibilisi bali kushindwa. Amen. Hapa tutaenda kujifunza neno la Mungu kuhusu umungu wa Yesu Kristo. Na somo letu linazungumza ya kwamba Yesu ni Mungu. Na watu wengi wanamkamata Yesu Kristo kama vile mwana wa Mungu. Yeye siyo Mungu. Lakini ukichunguza maandiko matakatifu inashuhudia kwamba Kristo yeye ndiye Mungu mwenyewe. Basi tunasoma neno la Mungu katika kitabu cha Nabii Isaya. Nabii Isaya sura yake ya 7 na mstari wa 14. Biblia inasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Emmanuel. Hapa maandiko yanatuonyesha kwamba Bwana mwenyewe atawapa, yani atafanya ishara. Na kama atafanya ishara, bikira atachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, naye ataitwa, yani bikira atamuita jina lake huyu mtoto Emmanuel. Hapa inatuonyesha kwamba yeye mwenyewe Mungu ndiye atafanya ishara. Yeye mwenyewe Mungu ndiye atafanya ishara zake, sio ishara za mwanadamu, lakini ni Mungu mwenyewe ndiye atafanya ishara. Anasema ya kwamba bikira atachukua mimba, na kama bikira atachukua mimba atazaa mwana, na kisha kuzaa huyo mwana na ataitwa jina lake Emmanuel. Ataitwa Emmanuel. Kama tunavyojua ya kwamba Emmanuel maana yake ni Mungu. Hii jina Emmanuel, tafsiri ya hii jina Emmanuel ni Mungu. Sasa Mungu anasema ya kwamba yeye bikira atachukua hii mimba, na kama bikira atachukua hii mimba atazaa mtoto, na huyu mtoto ataitwa jina lake Emmanuel. Ina maana ya kwamba Mungu atazaliwa na mwanamke. Mungu atazaliwa na mwanamke, na kisha kuzaliwa tena na mwanamke ataitwa jina lake Emmanuel. Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi tunasoma Isaya, huyu Isaya 9 na mstari wake wa 6, nasema hivi: maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Katika Isaya hii ya 9 sura yake 9 na mstari wa 6 nasema ya kwamba kwa ajili yetu mtoto atazaliwa, na huyu mtoto ambaye atakayezaliwa atakuwa ni mwanaume, na atakuwa na uweza wa kifalme. Atakuwa na uwezo wa kifalme, utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Ataitwa Mshauri wa Ajabu,
pia Mungu mwenye nguvu. Huyu mtoto ambaye atazaliwa ataitwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Ataitwa Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa ajabu. Hapa tuko tunaenda tutafute uungu wa Yesu Kristo, tujue ni kweli Yesu Kristo ndiye Mungu. Hapa maandiko itafafanua yenyewe ikikuonyesha ya kwamba hili jina la Yesu Kristo limekuja namna gani, hili jina la Yesu Kristo amekuwa Mungu namna gani. Hapa maandiko itatuweka wazi ili ile hali ya kumtafutia Yesu Kristo katika utatu, kumtafutia Yesu Kristo katika mwana, kumtafutia Yesu Kristo katika mtume, kumtafutia Yesu Kristo sehemu zingine zile kama nabii, lakini hapa maandiko itatutia wazi ya kwamba Yesu Kristo yeye ndiye Mungu mzima. Basi Mungu akubariki. Hii ni voice yetu ya kwanza. Mungu akubariki na kuwezeshe utakaposikia voice hii, jitahidi kuendelesha mwisho ya mavoice zote. Amen.